kwa sababu wanaenda kushtakiwa mahali ambayo sio kwao. Na mtazamaji, sasa basi tuangazie mseto wa habari kutoka kaunti mbalimbali hapa nchini Kenya na ripota wetu Zipora Siokau. Wanawake 4 wanauguza majeraha ya moto katika hospitali moja kaunti ya Narok baada ya mlipuko wa bomu la petroli iliyowashwa nyumbani mwao usiku wa saa 8. Mshukiwa wa bomu hilo ya petroli ni Wilson Saruni aliyekuwa na uhusiano wa kimapenzi na Winnie Chepkomoi ambaye anaishi na wenzake kwa nyumba hiyo iliyochomeka. Kulingana na Winnie, uhusiano baina yao wawili ulikuwa umeisha, lakini Saruni hakutaka waachane na mara kadhaa alimtishia kwamba angemfanyia kitu kibaya. Polisi sasa wanamtafuta Saruni kwa uchunguzi wa kisa hiki. Jana akakuja akaniambia tutarudiana ama tutarudiana. Nikamwambia hatuwezi rudiana na wewe. Akaniambia sasa kama haturudiana na wewe nitakufanyia kitendo mbaya. Sasa akakuja tena kwa nyumba yenyewe nilikuwa nimeenda kulala. Akaniamsha sikuitika. Akaenda kuita msichana mwingine mwenye ako hapa. Akamwambia enda uniitie umwambie nataka kwenda nataka kupea yeye kwa heri. Huyo msichana akamwambia amelala na anaumwa na kichwa. Akakuja tena kwa dirisha akaniamsha nikaitika. Akaniambia mimi naenda. Sindi kwa heri nikamwambia sawa na nikalala. Tuliona moto inakuja tukasikia imelipuka mara moja. Tukaulizana moto imetoka wapi? Mimi hata sisi tulikufikiria ni stima. Tukiangalia juu tunaona stima bado inawaka. Na moto ikakuwa nini, ukiangalia hivi unachomeka. Sasa ni hivyo tu. Wakazi wa kaunti ya Taita Taveta wanalumbana miongoni mwao na shirika la uhifadhi wanyama pori KWS kuhusiana na ua la stima ambalo KWS wamezungusha katika ardhi wanayodai kuwa yao. Ua hilo lilijengwa baada ya uvamizi wa mara kwa mara wa wanyama pori katika mashamba ya wakazi wa Taita. Hata hivyo, wakazi wanalalamika kwamba KWS imepitisha mipaka ya ukuta huo wakiwa na nia ya kuiba ardhi yao ambao walikuwa wamepewa na serikali. Mashamba ambayo yamepatiwa wananchi ambao walikuwa hawana mashamba ya kutosha waligawanywa na serikali. Settlement scheme iko inaitwa Mwananchi. Hii Mwananchi yote imefungiwa sasa ndani ya park. Wananchi hawezi kuaccess haya mashamba, hawezi kwenda kuya develop. Sasa tunashindwa tutafanya namna gani? Kwingineko, seneta wa kaunti ya Isiolo Fatuma Adan anaomba serikali kuachilia vijana 2 wa kutoka kaunti ya Isiolo waliokamatwa na polisi jijini Nairobi siku 4 zilizopita. Vijana hawa kwa majina Mohamed Roba Golowe na Ali Warioguyo wanasemekana kufuatwa na polisi kutoka Isili na kukamatwa walipokuwa wanashuka kwa matatu. Familia ya vijana hawa wamewatafuta katika vituo vya polisi na hata hifadhi za maiti bila mafanikio. We cannot be losing our young ones because they are being suspected. If they are really suspected, the due process of law should be followed. Gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenolkulal ameandikisha taarifa katika ofisi za tume ya masuala ya ufisadi EACC kutokana na tuhuma za ufisadi wa bilioni 2 katika kaunti ya Samburu. Afisa mkuu wa EACC Twalib Mbarak awali alisema kwamba uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba kumekuwa na ulanguzi wa fedha mkubwa miongoni mwa viongozi wa kaunti ya Samburu na wanaendelea kudhibitisha ukweli. Just hoping that this will go on professionally and that we are ready, as I indicated, for fair trial, for fair issues, because some allegations as they remain today. Zipora Siokau,